Bismillahi rahmani rahim. Kwenye Qur'ani kuna sura fupi. Sura hii ina aya 4 peke yake, ina majina 15 peke yake, ina herufi 47 peke yake. Sura hii Makureshi wa Maka walimwendea Mtume wakamwambia, ewe Muhammad, tupatie nasaba ama ukoo ama familia wa Mola wako. Ndo Mwenyezi Mungu akaiteremsha sura hii. Hii ni Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad mpaka mwisho wake. Sura hii Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume awaambie Makureshi wa Maka kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana wapili wake katika majina, katika sifa, katika uungu, katika kutenda kazi kwake. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutegemewa kwa haja za watu. Wakimwomba atawaitikia, wakitaka jambo atawatimizia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuzaa wala hakuzaliwa, kwa sababu hizi ni sifa za viumbe na Mwenyezi Mungu hafanani na viumbe. Na mwisho kabisa sura hii Mwenyezi Mungu anasema wala hakuna anayefanana na yeye, hakuna kufu yake katika uungu wake, katika ukubwa wake, katika utukufu wake. Sura hii ina majina matatu. Wanavyoni wanasema ni katika majina makubwa ya Mwenyezi Mungu: Allah, Al-Ahad, As-Samad. Mtu akisema ya Allah, ya Ahad, ya Samad, alafu akimwomba, kuna uwezekano mkubwa mtu akaitikiwa dua hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanavyoni wanasema Qur'ani imegawanyika sehemu tatu: sehemu ya tauhid, sehemu ya visa na habari, na sehemu ya hukumu. Sura hii imechukua sehemu moja ya Qur'ani, ile sehemu ya tauhid. Mwisho Mtume anasema mwenye kuisoma sura hii asubuhi pamoja na Qul a'udhu birabbil falaq na Qul a'udhu birabbin nas mara 3 anahifadhiwa mpaka usiku ingie. Na akisoma sura hii pamoja na Qul a'udhu birabbil falaq na Qul a'udhu birabbin nas usiku anahifadhiwa mpaka asubuhi. Yani yeye anaishi kwenye himaya na hifadhi ya Mwenyezi Mungu. Hii ndio Suratul Ikhlas na huo ndio ujumbe wake. Tuufanyie kazi katika maisha yetu. Wassalamu alaykum.